Mambo vipi popote pale ulipo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Bazika Media. Kumbuka mimi ni J Brown na hii ni Bazika Media. Leo tupo katika kipindi cha refreshment ya maisha yako. Jikumbushe popote ulipotoka na hapa ulipo sasa hivi. Je, wewe ulikuwa nani na umekuwaje ukawa hapa? Leo tuna mgeni ndani ya studio, na wewe ambaye unatufuatilia pale live unaweza ukaja ukauliza maswali yako pale baadaye, ila kwa sasa tungependa kwenda naye aweze kujitambulisha majina yake, tujue yeye ni nani na anafanya nini, kwa nini yuko hapa na alifikaje hapa. Yes, karibu mzee. Asante. Habari ya sijui sasa ni mida ya lunch sijui. Sasa hivi tukitazama muda natuambia ni saa lunch ya for sure. Maana hapa Dallas kwa siku ya leo mimi ni mara yangu ya pili tena, nimeshukuru sana kuweza kupata hii nafasi pia kuweza kuwakilisha Bazika Media na mara nyingi huwa tunazitamani media za watoto wetu wakizigua huwa tuziweze kuzisaidia mawazo. Ila ni changamoto ya kuwa kila mtu anaishi mbali, ila kwa siku ya leo pia ni nafasi kuweza kuitumia lugha ya Kiswahili hapa Dallas. Okay. Asante sana. Kwa majina lakini nilikuwa nataka nikwambie. Yes, kwa majina naitwa Nur Haji. Ni mtu maarufu nikiwa Afrika, lakini ni mgeni hapa Amerika. Kwa siku ya leo nimetokea Texas. Houston, lakini nimeweza kukaribishwa na ndugu hapa wakanipa nafasi pia niweze kuwakilisha, tuwe pamoja kwa siku ya leo, tuweze kuwa pamoja hapa katika media Bazika Media. Okay, asante sana kwa ukaribu wako na pia asante tunakukaribisha kwa mara nyingine. Karibu ndani ya Bazika Media kwa siku ya leo. Bana, siku ya leo bana tuko na wewe hapa katika kipindi chetu ambacho kinaitwa refreshment maisha yako. Ni kujikumbusha maisha yako. Tunakuona sasa hivi upo Marekani wewe, na wengi sana kuja hapa Marekani na kuaga ni mzigo. Hebu tuambie story yako ya maisha yako kutokea pale Kakuma. Nafikiri umetokea Kakuma, Kenya. Story yako kufika pale Kakuma ilikuwaje mpaka umefika Kakuma? Kutoka Kakuma kufika Marekani, urahisi gani umeuona na ni vipi labda tukianzia kufika Kenya? Ilikuwaje kwako mpaka kufika Kenya pale? Na ilikuwa mwaka gani? By the way mimi sijui nianze lakini kifupi ni kwamba ni mtu nimetoka nchi yangu ya kuzaliwa origin tangu mwaka 1992. Yes, 1992. Okay, 92. Mwaka 1992 ndio nimetoka Somalia nikiwa mtoto kwenye umri wa miaka mdogo. Tumeweza kulelewa kambi ya Dadaab, Degale. Yes, tumesoma hapo hadi tukafikia umri wa kuweza kujielewa. Hapo pia tukapata bahati ya kufika Kakuma. Tuliletwa na IOM kupitia njia za immigration. Njia za kubahatika, tuseme bahati kupata na kukosa, yani ilikuwa bahati pata na kukosa, lakini wengi walibahatika kupitia. Unaweza kukuta mtu aliteseka, alipata muda mgumu hapo kambini, lakini ikaja wengine pia ndugu kwa sababu ilikuwa bahati nasibu. Unaweza ukawa umetoka wapi, umetoka Tanzania, umetoka wapi, lakini ukaja kupata ndugu akakutaja na ukapata bahati pia ukajiunga na familia, ukatoka ukaja Marekani. Lakini mimi sikubahatika, ilikuwa Mungu bado hajaandika. Nilibahatika kuja mwaka uliopita mwezi wa 10 ndo niliingia Marekani. Kwa kweli niende kwenye point ni kwamba kuja Marekani ni bahati. Ni bahati. Okay, tutafika huko. Umesema original country yako ni Somalia, right? Yes. Okay. Nafikiri kutoka Somalia ukaenda Dadaab. Ukatoka Dadaab ukaenda Kakuma. Yes. Dadaab ni refugee camp pia. Ndio. Unapokea wakimbizi. Miaka 92 mpaka sasa hivi bado unapokea wakimbizi pale. Kwa jinsi wewe unavyoona ulivyotoka Somalia, kwa nini haukutaka kustop pale Dadaab mpaka ukaamua kuongeza safari yako mpaka kufika Kakuma? Kitu gani umekiona pale Dadaab kilikuwa kina kukera labda ama hujafreshwa nacho? Kwa kweli Dadaab tulikuwa kabila nyingi. Kabila ni nyingi, lakini kutokana na udhaifu. Nikisema udhaifu ni kwamba tuko kabila nyingi, kuna Wazigua, kuna ndugu, leo tuko nao
tunaishi nao kama kabila hii ndugu. Maimai, kuna Wasomali, kuna kabila aina nyingi na nyingi, lakini ukishakuja kwenye udhaifu wenye leo tunaweza tukajiita kwamba tumeweza kupata bahati kupitia na yani Mungu kutujalia kuonekana umaskini wetu, udhaifu wetu. Wazigua na Maawai ndo tulibahatika zaidi kuonekana kwamba sisi tupo chini kabisa kufaa kusaidiwa, kutokana tunanyanyasika, tunatumiwa utu wetu, tunazalilishwa. Hapo ni Dadaab. Tuna samani Dadaab. Yani yale maadili ambayo tuliacha Somalia yakawa tena mpaka Dadaab pia. Wamama zetu wanatumiwa kukanda nyumba, ama pia kufanya kazi za usafi za Wasomali, kuosha nguo, kujenga. Baba zetu walikuwa wanafanyishwa kazi za kujenga ambao hawapati hata income ambayo inaweza ikatosheleza familia. Lakini mwisho Mungu akatufanya kutubahatike. Hapo mwaka 2002 tukabahatika kuja Kakuma. Okay, umesema kwamba mateso mlioyatoroka Somalia ndo yalikuja tena mkayapata papo hapo Dadaab tena kwa bara nyingine. So hiki ndo chanzo cha nyinyi labda kuamua sasa kwacha tuende Kakuma. Okay, safari imeanza, mnaelekea Kakuma. Haya mawazo yalitokana na nini, labda ilikuwaje? Ni nyinyi familia mlikaa chini mkasema sasa hivi tumeona hapa kile tulichokitoroka nyumbani kiko tena hapa, so tutoke tuelekee kambi nyingine, ama labda kuna ndugu yoyote aliwaambia kwamba kuna kambi nyingine sehemu fulani labda mnaweza mkaja hapo? Licha ya hivyo, na tukiangalia katika kambi zote, kuna kambi nyingi duniani. Katika East Africa tuna Tanzania pale Nyarugusu, tuna let's say tuna kambi pia nane ya Nairobi pale katika katika city ya Kenya, na pia tuna kambi pale Uganda. Labda ilikuwaje nyinyi mpaka kushawishika labda kusema tunaenda Kakuma, sasa tunahitaji kwenda Kakuma? Kweli kuja Kakuma ilikuwa bahati, kwa sababu kila changamoto inakuja na mipango. Kuja Kakuma ilikuja kutokana kule wenye walikuwa tunaishi nao ambao hajapata bahati, ambao ni hawa Wasomali wazalendo. Walivyopata tetesi ya kwamba sisi tumeweza bahatika tuweze tulitokiwa na nafasi ya kupelekwa Mozambique na sehemu zingine ambao Afrika walikuwa wameshakubali kwamba sisi tutolewe katika itikadi za unyanyasaji, tupelekwe sehemu ambao, kwa sababu sisi katika sifa zetu ni watu wa kulima. Ndio. Ni watu wa kulima ambao tunaweza kufanya uzalisho, tukaboresha maisha. So UNHCR ikaona kwamba kuna watu hawa kabila hizi ambao ukiwaangalia ni watu wachapakazi, lakini hawana sehemu ya kuweza kujisaidia, kuweza kujizalishia chakula ama mapato, ama ni watu wadhaifu kimaisha. So ikatutokea kwamba tuweze kufanya nini, kupelekwa Mozambique ili tuweze, na tayari ilikuwa tushapata bahati hii ya kuja Ulaya. Lakini ilikuwa haijatangazika kwa sababu kulikuwa na wadui fulani pale. Bado tunaongelea kuhusu safari ya nyinyi, labda nani alileta idea ya kutoka pale kwenda Kakuma? Hiyo ilitokana na UNHCR. Okay. Na ni kwa nini labda hamkuhisi labda mnahitaji kwenda kambi zingine tofauti, ikiwa ni Nairobi pale mkastop, ama mkaenda Tanzania Nyarugusu, ama mkaenda Uganda, na kwa nini ni Kakuma? Pengine hii idea ilikuwaje? Hii idea ya kuja Kakuma ilikuja na swala la immigration, kwa sababu immigration baada ya kugundua kwa pale kuna kidogo changamoto za wale ndugu ambao hawajabahatika kupata hii nafasi ya kuja kufanyiwa kutoka, kwa sababu Wasomali walikuwa shapata habari kwamba Wabantu ama Somali Bantu wanataka waanze kupata safari kupelekwa nje, yani wapelekwe Ulaya. Ile swala sasa wakaanza kwamba changamoto za kutaka kufanya vurugu. So UNHCR ikaishirikiana na immigration, wakaona kwamba sehemu sahihi ambao wanaweza kufanywa interview, wanaweza kufanywa kurekebishwa mambo zao za database zao ili waweze kuletwa Ulaya, ikawa ni sehemu pazuri Kakuma. Okay. Hii Kakuma labda kulingana na UNHCR, je, walifanya utafiti kwamba wakaona hivi vitu vinaendelea pale kambini
Dadaab, ama nyinyi ndio mlikuwa mkipeleka malalamiko kwamba tunanyanyasika, vile vitu ambavyo tumevichoroka nyumbani bado vipo hapa, so tunahitaji kuhamishwa sehemu nyingine, ama wenyewe tu walikuwa kifanya tu mchakato kwamba na kutathmini kwamba kuna vitu kama hivi ambavyo vinafanyika hapa, so na kuna Somali na Somali Bantu ambao hawa Somali bado wanaendelea kuwatumia hawa watu. Je, katika upande wenu nyinyi UN ilikuwa ikifanya utafiti wenyewe kwamba na kutathmini na kujua kwamba like hiki kitu kipo, ama nyinyi ndio mlikuwa mkipeleka malalamiko? Ripoti zilikuwa zikitoka kutokana kule, bado kulikuwa na issues hiyo mawasiliano, kukutana mara kwa mara, kulikuwa na kamati kama block leader. Yes, na kamati za kawaida ambazo tulikuwa tunazifahamu kama kuna security, kuna block leader, kuna committee ambazo zinashughulikia mambo ya amani, wazee. Hizo zilikuwepo bado hapo Dadaab, na walikuwa mara kwa mara wakikutana na UNHCR ambao kuambia, kuzungumzia changamoto tunazozipata. Mara zingine kubakwa, mara zingine kuibiwa, mara zingine kuuliwa, mara zingine ambao tunafanyiwa utelekezo ambao sio haki za kibinadamu. So hizo zilikuwa wakipata muda kukutana wiki kwa wiki, ilikuwa zinafika kwa wahusika, na wao pia wakaona hapa sio sehemu sahihi ambao tunaweza tukafanya hawa watu kuwafanyia wanachokihitaji. Okay, kwa mkimbizi kuingia kambini anasajiliwa, anapatiwa manifest, anapatiwa ration card. Hapo mlikuwa mshapata ration card tayari, si ndio? Yeah. Urahisi wa nyinyi kupata ration card ilikuwaje? Hapo ilikuwa ni Dadaab bado. Urahisi wa nyinyi kupata ration card ilikuwaje? Yes, kutokana watu waliingia kwa njia tofauti tofauti. Ila sisi tuliingia mwaka 1992 tuliingia kwa njia, kwa sababu tulifikia Liboi Kenya, na Liboi Kenya kulikuwa sehemu ambao ilikuwa kama reception hivi ambao ukikimbia kulikuwa na serikali ya Kenya. Yes, wanapoona kwamba wanaangalia mwenendo wenu mnavyoingia, wakiona kwamba ni mwenendo wa kwamba ni familia wahamiaji, kwamba walikuwa wanawakaribisha, mnawekwa sehemu, wakifanya mawasiliano na UNHCR kwamba hapa tumepokea watu ambao ni wahamiaji, na pia ni watu wako na watoto, wako na hali gani, wanataka msaada gani. UN ilikuwa ikiamua kuja kwa haraka kupitia haraka kuja na magari ya kuweza kuwasaidia kuwaokoa wale watu, kuwapeleka sehemu sahihi kama Dadaab. Okay, so hapo ration card mlikuwa mshachukua tayari? No. Bado. Kadi unapewa ukishachukuliwa kule, wanakupa tu wanakupa msaada, kuchunguza kiafya watoto na watu wazima, nani anaumwa, kujua, kwa sababu walikuwa wakitembea pamoja na madaktari. Pale unafanywa huduma kama anapopokewa mgeni, wanachunguza afya ya watoto, afya ya mtu mzima, kama kuna mjamzito, na kama kuna nani anaumwa, kila mtu anauliziwa kama kuna ugonjwa gani anao ile wajue. So ukitoka pale wanachukua majina, kila kitu, data yako. Unapofika kambini wanakupa kadi ili uanze kupata chakula. Okay, kumaanisha kwamba kulikuwa na huo urahisi, unafua kupata yes, okay. Yes, so mmeshatoka hapo mkielekea Kakuma. Mmeshaingia Kakuma, ilikuwa ni mwaka 2002, right? Yeah. Mmeingia Kakuma. Mara ya kwanza ulipoingia Kakuma ni kitu gani ulichokutana nacho? Yeah, by the way, kila sehemu unapokuwa unaanza maisha kuna changamoto. Kakuma wakati sisi tunafika tulikuta hakukuwa na kitu kinaitwa hata kamti kadogo. Zilikuwa nyumba zilizojengwa, hata zingine ambao hazijajengwa vizuri, hakuna fence, jua linatoka kama liko karibu na kichwa. Unaona Ndio. So hakuna kuni, hakuna mkaa. You see, chakula ni kidogo, lakini ilikuwa katika hali fulani ambao hata pia unaongeleshwa kwamba hapa ni sehemu ya kwanza maisha. Tulikuta watu lakini hawakuwa wengi. Yes, na pale sisi tulikuwa tu kwa muda, kwa sababu tuliletwa pale ikiwa mambo yetu ilikuwa tufanywe interview, tukiendelea na safari kuja Ulaya. Hiyo mwaka 2002 mpaka sasa hivi tukiangalia ni mwaka 2024 ndio ulikuja Marekani. Yes. Okay, ni almost miaka 19. Sawa.
Pale Kakuma sasa zile ration card ndo zilikuja kuwasaidia pale, ama pia kuna sintofahamu ilikuja kutokea kwamba nyinyi ni watu kutokea kambi tofauti, hatuwezi kuwapatia hii misaada, ama shirika la Umoja wa Mataifa lilikuwa likifanya hiki kitu kwa umoja, labda tuseme kwa kuwasaidia nyinyi wote kwa sababu ni wakimbizi, inabidi mpate haki zenu. Ilikuwa ikifanya hivyo, ama kulikuwa na process yoyote ile ya kuja kufanya hiki kitu, mkifika pale inabidi muanze tena upya kwa sababu nyinyi mmetokea kule, huku ni kwingine? Kwa sababu kila sehemu ukienda kuna utaratibu. Na pale nishakwambia kwamba tulikuta watu. Ndio. Kulikuwa na Kakuma tu already, na kulikuwa tayari na watu baadhi walikuwa na kadi. Si kambi ambayo si tumeanza. Na pia tulipofika pale tuliendelea na utaratibu ulikuwepo pale kwa sababu kulikuwa na muda ambao baada ya wiki moja mnapewa chakula, baada ya wiki mbili mnapewa chakula. Na chakula ilikuwa kama mahesabu ambayo ya kuweza, na tulipewa hizo kadi kwa sababu sisi tumekuja na watoto, tumekuja wengine wamekuja na wajawazito, na tumeletwa na IOM, na kuja pale ilibidi tupewe kadi tuendelee kupata huduma za pale hadi kila mtu anafanya nini akiwa anaendelea na process zake, kufanya interview, kusubiri flight. Okay, mifumo ya misaada kufika pale kwa sababu tayari wewe ni mkimbizi, nyumba, misaada ya huduma za afya, chakula, maji, ilikuwaje wakati unakuja? Ilikuwa kuna unafuu kidogo kuvipata hivi vitu, ama ilikuwa tena ni mshike tena lazima mtu ingie kabisa nianze kuhangaika mtaani? Wakati tunakuja kwa na huduma za kutosheleza pale kambini, watu walihangaika, watu walikufa wengi pale. Watu walikufa kwa sababu ya njaa. Kwa sababu wakati sisi tunakuja tulikuta kulikuwa na changamoto za maisha pia pale Kakuma. Mama wajawazito wengine walikuwa nakufa kwa njaa. Nakuta mama anabebwa anapelekwa na ambulance hospitali, anajizuia, anakula udongo, hana chakula hakitoshi, familia ni kubwa. Na pale watu walikuwa hakuna sehemu baba aende afanye kazi. Unaweza ukatengeneza ukajichanganya, yani useme ngoja nijiongeze niende Kakuma tu, kaenda kule unakuta ni kama nyumbani umetoka tena. So na hakukuwa na ule msaada mwanaume, leo ndugu yako ana kiasi fulani pia kusupport. So kila mtu wote tulikuwa maisha sawa na watu wa Kakuma tu. Ndio changamoto tulipitia, wengi walikufa kwa ajili ya njaa, wengi walikata tamaa wakarudi kabla flight haijaanza, lakini tuliwazika wengi Kakuma. Okay, matarajio yako yalikuwa ni process ama ni interview ile kufika Ulaya? Umefika Kakuma ukaanza kukutana na hiyo hali. Hiyo hali inakuambia nini katika akili yako mpaka sasa hivi? Hiyo hali iliniongezea ujuzi, na pia ilikuwa nafasi yangu pia ya kuweza kufungua kichwa kuhusu maisha. Kwa sababu tulivyokuwa nyumbani kule Somalia, ama waliotoka Somalia wakiwa na umri mkubwa hajabahatika kupata nafasi ambazo tulizozipata, hata kama tumeteseka, lakini tumekuja kufungua akili, kupata elimu za bure, kupata misaada ya hospitali, matibabu. Ulikuwa mnavilipia chochote hivyo vyote? Hapana. Kulikuwa pia wamama wanazalisha, kulikuwa na wale wakunga wa kuzalisha majumbani ama sehemu yoyote ya dharura, lakini mara kulikuja kubadilika ghafla, watu wakaja kujua kuna madaktari wanafaa kusaidia wamama wakati wanapohisi kuzaa. Tulipata mengi ambao ilikuwa huko tulikuwa tukiyafanya kienyeji, lakini pale kambini akaja kwamba kielimu zaidi na kiteknolojia. Okay. Mchakato wa safari wa wewe kuja Marekani ulikuwa haje? Pengine ulifuata interview sasa. Huu mchakato sasa ili ufike hapa Marekani ulikuwaje ulipofika Kakuma mwaka 2002? Kwamba ulichukuliwa ukaambiwa twende kwa hii ndio ofisi unatakiwa uje ufanye interview, after that uende, na je ulipatiwa muda maalum kwamba tuondoka tarehe fulani baada ya interview yako, ama ilikuwaje? Ni kweli hakuna kitu rahisi. Na hakuna mtu anaweza kukaribisha. Hata wewe hapa hivi umenikaribisha kwa sababu unanijua. Ndio. Ingekuwa unijui haungeniambia karibu nyumbani, leo hapa ni nyumbani jinsi, kwa sababu unajua udhaifu wangu na unajua uaminifu uliopo kati ya wewe na mimi, ndio maana leo umenifanya nimeweza kupata kiti heshima na nimekaa nyumbani. Na pale ni vile vile tu kwamba unapokuwa utaratibu ulikuwa kwamba
unapokuwa unahitaji, yani umekuja pale Kakuma, ukiwa unajua ya kwamba mimi sasa hivi ni mtu, unajua kwamba na matarajio ya kwenda Ulaya. Kuna utaratibu umepangwa kwamba lazima ufanyiwe ukaguzi. Okay, ukaguzi ulikuwa ni upi? Ukaguzi ulikuwa kwamba lazima upitie maswali kwamba nchi yako ulizaliwa wapi? Ulipitia njia gani? Ulikuja kwa mguu ama gari? Ulipita kona gani hadi uweze kuonana na UNHCR kusaidie? Sawa, pale tena unaambiwa ulipitia changamoto gani wakati unakuja njiani? Ulikula nini? Unaona Then kulikuwa na maswali kama ulitoroka kwenu ulikuwa kusikia tu mtu fulani jirani kauliwa, ama wewe mwenyewe ulikutwa na mashida ambayo yanaweza kukufanya ukimbie. Unaona So kulikuwa na maswali ambayo yanaweza kukufanya uonekane kweli wewe ulipitia changamoto. Ndio. Yes. So kuna zile tena ambao wanakwambia unaweza ukabahatika ukaenda, ama ukaambiwa haustahili kupewa nafasi. Okay. Sasa katika hiyo basi wewe ulifanya interview ilikuwa ni mwaka gani? Yeah, by the way mimi ilikuwa mtu nije tangu 2003. 2003. Kilitokea nini mpaka hapo ukashindikana na ukaja mwaka 2024? Yeah, ni bahati tu kwa sababu mtu Mungu kama amemjalia atoke, binadamu hawezi kuziwia. Okay. Yeah, na mimi pia nikawa na imani kwamba once a day nitakanyaga tu Ulaya. Sikukuwa na kufa moyo sitakuja Ulaya. Okay. Na sikukuwa na kufa moyo kwa sababu fulani namuona anaondoka, why me? Nilikuwa kila muda nikimwomba Mungu na pia nikiamini kwamba once a day itakuwa my dream, nitaenda tu Ulaya. Kambini umetumia miaka mingapi? Kambini, yani umekaa miaka mingapi? Kambini Kakuma peke yake nikihesabu na almost kama sawa nilifika 2002 mpaka 2024. Almost 19 years hiyo. Yes. 19 years. Kama Alafu 19 to 20. Yes, 20 years. 20 years. Alafu kambi Degale from 1992 up to 2002. Miaka ngapi hapo? Hebu gesi mwenyewe. Sababu mpaka hapo tayari ushakuwa na akili za kizee. Yes, hiyo ni almost miaka 11 kama sikosei. Sorry sana. Swai mimi nasema kwangu mimi nasema ni nzuri sana kwangu. Mimi nimefurahi leo kwa katika Bazika Media, wote ambao wananipata live. Napenda kuelimisha tu kwamba mara nyingi tufikirie kwamba nasi ni watu, na hapo tulipo tumekuja kibahati. Tutafika huko na bado nina safari ya kukuuliza vitu. Okay. Hapa. Tuongelee kuhusiana na maisha ya Kakuma. Kuna baadhi ya watu walikuja pale Kakuma wakakukuta yuko pale. Na jinsi wanavyosema kwamba waliface baadhi ya changamoto, hususan zikiwa ni changamoto za kupata ration card ama kusajiliwa pale, na walifanyishwa vitu vingi sana. Na nafikiri wewe pia ulikuwa tayari ushakuwa mwenyeji wa pale. Na hivi vitu umekuwa ukikumbana navyo, umeviona. Na hawa watu walitokea sehemu ambao ulitokea wewe, same place ambao umetokea wewe, Somalia. Katika upande